Kwema za hapa. Safi kabisa. Naona mapema kumekucha. Samahani bwana kwa kukusumbua. Bila samahani. Najua asubuhi tena hii. Sasa mzee wangu kuna jambo hivi nilikuwa naomba msaada wako. Naomba msaada wako tukiwa kama majirani hapa. Nikaona so mbaya kukushirikisha kutokana na mzee wangu huko hapa pembeni kama jirani. Mimi kuna shughuli inabidi ifanyike. Sasa ndugu zangu wakaongea na mimi wakasema masuala eti mtu unatoka unaenda sehemu fulani Polo unaenda unakodi unaenda Pongwa studio na unakodi ukumbi unaenda wapi, inakuwa kitu kama akipendezi. Bora jambo kaliseti sehemu ambalo simple afu kafanya kitu kikubwa. Umeona? Ndio. Na wakasuggest kitu hicho kifanyike kwangu. Sasa si unaona nikiangalia hapo mazingira kidogo ya uwe hafifu sehemu imebana. Pale watu 7-8 shughuli imeisha. Pamebana. Afadhali pangekuwa kama hapa. Hapa koti. Pangekuwa kama hapa afadhali. Hapa ni kitendo tu cha kuweka level moja tu hapa. Ambako ukiwaambia watu siku moja tu kwamba hapa nitengenezeni level, inawezekana. Haiwezi kachukua hata 30. Ingekuwa hapa ingewezekana. Kwa unafanyaje? Ndo nilivyoona ile eneo nikasema ngoja niongee na jirani yangu hapa. Hapa? Sawa. Hapa sawa, haina shida hapa. Sisi jirani bwana, sisi ndugu, sisi familia. Hapa sawa. Wewe unataka kufanya shughuli gani? Ni harusi. Harusi? We. Hapa sawa na hapo wewe umejipangaje? Wewe umejipangaje? Na tunajua siku hizi wanaambia chabule salamu. Bwana mkono mtupu ya ulambwi kweli. Sasa hapo mimi nikasema niongee na wewe mzee wangu. Ndio tunaongea hapa. Nijue cost zipoje, yani au wewe hapa mimi kama utaniruhusu kinige 20,000 nitawaambia wale wasawazishe. Ila ukienda wewe mwenyewe watakwambia 40 mpaka 50. 20. Mimi 20,000 hapa wanasawazisha, alafu wewe unanipoza mimi 20. Hapo wewe na 50 kila kitu kinakaa sawa. Level hadi yale magogo yanatoka 50. 50. Hata ukitaka pale pafikiwe kote kwangu mimi pale. Kote. Kweli? Kwa wewe unaweza kuplan kama ni kwa urefu kwenda hivi sawa, kama kwenda hivi sawa. Ni wewe tu unataka utengeneze ukumbi wa design gani? Kama Mlimani City, kama Diamond Jubilee. Kwanza nimefurahi sana mzee wangu. Tuwezi tukanyimana vitu kama hivyo. Unaambiwa katika maisha unatakiwa usinyime mwenzio furaha. Kweli. Mwiko unamkosea Mungu. Tumeambiwa tupendane, tusaidiane. Hususan jambo ni shughuli. Shughuli kutakuwa na mambo ya kula hapo, kutakuwa na mambo ya vinywaji, muziki. Unakuta siku nzima inaisha kwa burudani. Bwana, huku na 20 yako, huku muziki unapigwa tena. Watu wanatimulika. Bwana, hivi vitu vipo bwana. Hapa umepata ni wewe tu 50, 20 na wapo wale watoto wakibishabisha na upiga na 5,000. Jambo linaisha, watoto wa magogo haya, kila kitu kinakaa vizuri, tunatengeneza kitu kimoja kinachoeleweka. Basa mimi naona hapo hatuwezi kushindwana. Hakuna kushindwana na hatuwezi kushindwana. Kwani tushindwane bwana? Ukiwa kama jirani naona umenipa favor kubwa sana. Ndio. Ujue sio kawaida. Sio kawaida sana. Kwa mzee wangu mimi hapa nitakupa hiyo 50 na gharama nyingine tukiongeza hapo hata kwa 70-80. Na hisi jambo itakuwa zuri sana. Sisi ndio nichukue simu niwapigie sana. Tungefanya mapema ili jambo kila kitu kiwe sawa. Kuhusu marekebisho na nini wewe usijali, kuna watu watakuja. Kuna watu watakuja kwa ajili ya kupamba, kwa sababu hapa kote inabidi tupazungushie kama fence. Yani inakuwa sasa mko ndani ya ukumbi sasa. Ndani, kwa sababu itawekwa sehemu gate hivi kwa ajili ya watu kuingia. Kwa sababu watu si wanaingia na kadi. Ndio. Watu wataingia na kadi. Kuna mambo ya kadi. Kadi. Kwa kumbe hapa unapabana kabisa. Inakuwa wanje haoni yanaendelea ndani.
Kwa tunakuwa tuko ndani yani unajua shughuli inaenda ndani. Ndio, safi. Kutokana na zitapangwa meza. Umeona bwana, kila meza watakaa watu 10. Itabidi ipatikane sehemu ya kuchoma nini zile nyama kama mbuzi na nini. Kila meza iwe na ndafu. So mimi naoa mtu wa Mwanza, mzee wangu. Naoa mtu wa Mwanza na ndugu zangu kama unavyojua ni Wahaya. Shughuli ya kibepari hiyo. Huku Mwanza huku Ngokorowaito. Jambo. Watu watakuwa meza ya watu 10 na kila meza itakuwa na ndafu. Unamzungumzia mbuzi huyo? Mbuzi. Na miguu yake 4. Kila meza moja. Meza moja itakuwa na ndafu. Wapishi nao itabidi waandaliwe sehemu yao wakae. Ndio. Pana tosha hapa, ni wewe tu kusema labda nini wahusika watakaa upande huu, wapishi wakae upande huu, muziki utakaa hapa, keki ikae hapa. Vinywaji hamna? Vinywaji vipo. Vinywaji vipo. Yes. Kwa sababu kutakuwepo na mambo ya cocktail haya. Watakuja watu special kabisa wa kutengeneza cocktail hawa. Ndio. Watakuwepo Azam kwa ajili ya kutengeneza juisi. Kutakuwepo na pipa fulani ambazo zina poki. Pipa zenye poki kwa ajili mtu anafungua na mimina juisi anakunywa. Unakoona kwa yani mapipa yamekaa. Watu wa juisi pale. Watu wa cocktail pia pale. Ukichanganya pia kutakuwepo na vinywaji mbalimbali ambavyo vitakuwa vinasambazwa katika kila meza. Ndio. Ambao kila mtu akiona kimeisha itabidi aongezewe. Ndio. Unasikia kula kujigaragaza? Kunywa kujigaragaza siku hiyo. Mimi sijui wataniekea wapi jamani wewe. Unaona bwana. Yaani mimi kiufupi sitaki kwa kila watu. Na atukeleki. Hapo atukeleki kijana wangu nikwambie katika shughuli ambazo nimeziona. Shughuli ambayo imefana, shughuli ambayo itakuwa na watu mahususi kabisa, watu wakubwa. Shughuli yako shughuli yako tutanoga, kwa sababu mimi hapa mwenyewe nafikiria Alexander McQueen chini anakaa Alexander McQueen hapa nikimpiga na koti langu sijai kulivaa na kuheshimisha na livaa koti langu jipya sijawahi kuvaa hata siku hii navaa kwenye shughuli yako. Hiyo mimi sitaki kwa kila watu, kwa sababu ukiangalia kama couples ni 1,000,000 ambao wanatoa kadi. Kila couples ni 1,000,000 ambao single mtu atatoa 500,000. Kwa mtu hawezi akatoa 1,000,000 yupo na mpenzi wake afu aingie apate tabu. Umeona bwana? Ndio maana hata kwa upande wa vyakula ni vitakuwepo full time. Watakuwepo watu wa buffet wamekaa hivi, watu wa nyama choma, na kila meza kuna ndafu, kwamba ukijisikia kula wewe kula tu, huku shughuli inakuwa inaendelea. So tena tusimamishe shughuli eti muda wa kula, na shughuli inaendelea, watu wanakula muda wote. Kwa hapo zawadi hapo kadi sasa. Lazima kuwe na kadi, ndio maana kataka kuzungushiwe na hilo huo utaratibu mzuri. Na wanasema wenyewe nini, jambo bila utaratibu inakuwa kama vurugu. Kweli. Si ndio hiyo utaratibu mzuri. Sasa mimi ambaye kadi sina naingiaje mimi? Hapo sasa kwa sababu ile ni special kwa VIP namba 1,000,000 loko 500,000. Huo hapo na hiyo hapo, na kuna ile meza ya mzunguko. Umeelewa? Ambao pia ni 500,000, kwamba wewe unaweza ukawa na wenzio 5 au 6 mkachanga kwa ajili ya meza moja. Unaona inakuwa so mbaya. Mtu unaingia pale unaendelea na shughuli. Harusi yako inakuwa kama show. Aswa haya. Mimi sasa ambaye sina nani ndio hiyo kadi. Nasema wewe unaweza ukakusanya wenzio 5 6 mkachanga mkapata meza 500,000. Au kama una couples unatoa 1,000,000. Au wewe unajihisi ukae mwenyewe unatoa 500,000 peke yako, ambao unapewa kadi unaingia. Huduma zote zitakuwepo. Vyakula, vinywaji. Baba hujanielewa. Yaani kama si nini sasa sina sina kadi. Yani hapa sina kadi. Mimi sijakupa uwanja. Kwa sababu si watakuwepo kwenye upande wa ulinzi, watakuwepo Suma JKT, kutakuwa na security mbalimbali. Kutakuwa na Sogo security, Dunga Mawe security, yani lazima ulinzi wa kutosha, kwa sababu hata umtaa kidogo unasifahamu. Mimi kadi yangu. Mimi sitakupa uwanja. Kadi yangu mimi. Na mimi uwanja huu nikasema nitakulipa.
na nitakuongezea kwa ajili ya kufanya marekebisho yote. Kwa hiyo mimi nitakulipa bei ya uwanja. Na kama utataka kadi zipo, anasambaza mke wangu, anasambaza Kevo ambaye rafiki yangu. Rafiki yangu wa karibu sana. Na hisi pia ni mpangaji kwako. Kevo yule ukimwambia tu kuhusu swala la kadi naye pia atakupa. Ambao single 500,000. Ukiwa na kapo 1,000,000. Au unaweza ukatafuta crew kachanga kwa ajili ya meza. Hapo mtakuwa na usafiri, watu wakiwa wanaenda kwenye hiyo shughuli, mtakuwa na usafiri. Usafiri upo ambao kuna gari litatoka Magomeni, kuna gari litatoka Kawe, kuna gari litatoka Gongo la Mboto, na kuna ndege itatoka Bukoba, kuna ndege itatoka Dodoma. Zote zinakuja huku kwa ajili ya kuleta watu waje kwenye nini? Hapo kumbe unakuwa wapi sasa hapo shughuli yako? Hapa ndo mnafanya shughuli? Hapa nafanya shughuli. Hapa decorate kote huku tuna decorate, tunapanga na niliko. Yaani unanunua hapa au inakuwaje mpaka unasema una decorate hapa? Yaani mimi hapa nakulipa kama tulivyokubaliana, afu naleta watu. Umekubaliana na nani? Wewe yani umekubaliana na nani? Wewe usisema 50,000 kutengeneza ile eneo. Hiki kiwanja hiki 50,000? Mimi nauza kiwanja hiki 50,000 mimi. Mimi nina ziki kiasi gani? Wewe ukiniangalia mimi nina njaa? Wewe ukiniangalia mimi nina njaa? Niuze hapa 50,000 au unaona mimi ndemwa? Akili sina. Unanikodishia. Sikodishi. Wewe umesikia shamba hili? Mpaka usimnakodishia shamba hili? Ndio maana nikasema mimi nitakupa 70 au laki. Ya nini? Eneo hili hapa. Kwa nini? Yaani nafanya shughuli. Shughuli kafanye ukumbini. Sawa? Shughuli kafanye ukumbini. Nenda Elementi, nenda Warehouse, nenda huko Mlimani City, nenda Leopard, nenda Pongwa Studio, nenda kila sehemu. Sio hapa sio sehemu ya shughuli. Kwanza hii nimeweka open space. Open space. Hapa naamua kama nikitaka kuzika watu nazika hapa, nikitaka kujenga msikiti najenga, nikitaka kuchimba kisima na chimba, watoto wapate sehemu ya kucheza. Yaani uwezi ukaribu michezo ya kila siku bwana kwa shughuli yako ya siku moja bwana, sikubali, sitaki bwana. Au kama cost ni ndogo tunaweza pia tukaongeza kwa sababu hapo sasa ndo unatakiwa utafute ukumbi, na ndio maana nikakuuliza hayo magari yanafika huko na kwenda. Ukumbi unaujua uko wapi ili watu watajie location kabisa watakao kuja kwenye shughuli yako. Hapa shughuli haifanyiki hapa. Hapa haifanyiki. Kwanza na jirani yangu ana tatizo la moyo. Kija ukimwekea makelele hapa unaweza kusababisha mtu anakufa mapema kwa sababu yako wewe bwana. Hilo swala bwana haliwezekani kijana wangu. Hata nilivyoongea naye akasema baba mwenye nyumba yetu sio mtu ni mstaarabu tu. Nani kakwambia hivyo? Kevo. Kwa mmekaa wewe na mwenzio mmekaa mnadiscuss, si ndio? Ni kwa ajili yaani mmekaa mmeamua kunizungumzia mimi nikiwa sipo, mnaniletea unafiki. Anahama. Kevo anahama. Kwa hiyo kipindi mnajipanga shughuli yenu mtafanyia wapi, mtafutie mwenzio chumba, sawa? Anahama. Anahama. Usili eneo sipangishi, sikodishi, siuzi. Na hii sio naniu, sio hall. Hii ni ground. Open space, sio hall. Wewe shughuli yako kafanyie hall. Kuna ndege? Kuna ndege kutoka Mwanza, kuna ndege kutoka Dodoma, kuna nyingine kutoka Bukoba huko. Kuna magari sio kutoka Gongo la Mboto, Sinza, Magomeni, yote yanakuja. Tafuta ukumbi. Kama una nani, mimi nikutafutie. Mimi na ndugu zangu bwana wana makumbi mengi. Hapa bwana sitaki kuona mtu hapa. Ungeni wafunge bure. Mzee, tutaongeza costi. Bwana ka change gani? Nanga. Nanga. Vipi blaza? Kama kaa vipi? Basi samani mara moja. Vipi tena mbona mapema sana? Blaza vipi? Blaza unatupita wadogo zako kwa mbali. Unajua harakati tena mzee, niambie. Shwari. Vipi mbona hapa tena mapema? Nimekaa tu hapa nimepozi. Angalia wapita njia huku na bali hizi. Unajua ajira zenyewe hazieleweki ndugu yangu. Hiyo hatari hiyo. Hiyo hatari hiyo, lazima ujiajiri bwana. Vijana wanatakiwa tujiajiri wenyewe. Eti mambo yamekuwa vitu vimekuwa vingi sana. Maana ukipita huku unakuta issue za bandari, ukipita huku issue za nini, mambo yamekuwa mengi. Hivyo umeona Diamond na nini Chadema hivyo pishana.
Hiyo sijaiona hiyo. Mpishana. Chadema wanaona kama Diamond ametumika. Also alikuwa na mkutano. Ndio. Jumamosi. Ndio. Alikuwa na mkutano. Ule mkutano wao Diamond naye kumbe alikuwa na show yake pale Mwanza. Ndo ile tamasha lake lile. Wasafi Festival alikuwa anaenda kutambulisha wasanii watakao perform Mtwara. Ndio. Sema inavyoonekana kama aliambiwa. Sasa sijajua Mboya au Lissu. Walimwambia bwana, sisi hapa kuna 1 2 3, sasa kama inawezekana usifanye hiki usifanye hivi. Sasa unajua naye Manyema yule. Kabisha we kashaenda na watu kibao, kumbe alikuwa na Mgoma na Chidi Benzi. Aliyotapisha tu vizuri tu bora. Naambia mwanangu mimi nataka niende hivi juu hapa. Kuna mazingira yangu yako sawa, nataka niende hivi nikaangalia kama inawezekana tukafanya jambo lolote. Basi sasa umesikia kaka, kama unavyoona wadogo zako hapa. Kama ikitokea mchongo, wewe tupeane basi tupige. Unajua afu nyendo wakubwa zetu bwana. Licha tu ya mchongo kuna vitu inabidi tukae kama hivi tunashauriana. Unajua wewe mkubwa tena. Kuna madini inabidi nipate kutoka kwa blaza kama wewe. Sasa hapo si ndo lazima sasa tupate siku ambayo imekaa imetulia. Hakuna ile wala lile, mnakaa mnazungumza kila kitu kinaenda sawa. Si unanielewa? Lazima mnakaa mna seti mipango, mnahakikisha kila kitu kinaenda sawa ili muweze kufanya harakati zenu. Hakuna kitu kibaya kama kupeana ushauri mkiwa mjana. Yaani hakuna kitu kinachoingia, siku zote iko hivyo. Ili upate ushauri mzuri lazima muwe wote matumbo yenu yapo safi. We chini ya pua kiboko. Chini ya pua. Ushauri tupeane labda hivi kwenye mgawa. So hapana. Hapana, hiyo sasa unazungumza issue za out hizo. Hizo out hizo hapo. Yaani nasema ili mpate kupeana ushauri mzuri na hata unimpa ushauri aupokee. Asiwe na stress. Yaani shida ndogo ndogo asiwe nayo, kama kula awe ameshakula, si unanielewa, awe anapiga mishe. Sasa kama hivyo unatafuta harakati alafu tuanze kaa tunashauriana hapo, nafikiri tutashauriana vipi? So utaona huyu jamaa anashauri kwa sababu ana 100-200. Basi sawa brother. Wako hapa na ulivyoshauri hivyo, ushauri inabidi mtu awe ameshiba. Mimi nahitaji unisaidie kitu kimoja tu. Hapa ndo naenda hivi sasa kumcheki umchizi, kama nitakutana naye nijue hapa naingiza chochote kitu. Hapa sina hata kitu hapa. Yaani hapa niko empty kabisa. So hela kaka, so hela. Ni ushauri tu kama nilivyokuambia. Ushauri tu. Mimi kuna kitu kinanitatiza. Sema. Unajua ukiwa na changamoto yoyote, sijui unanielewa, ukimshirikisha mwenzio ndio tiba. Kwa sababu kigumu kwako kwangu laini. Unaelewa? Laini kwako inaweza kawa kigumu. Ndio tuko hivyo binadamu. Na ili umsaidie mtu lazima aongee. Na ndio maana kuna watu wanasema lia kidogo nyamaza ili uchungu uishe. Yaani so lazima ulie. Yaani kama kuna kitu kimekushika sema. Ukiona una mtu wa kuzungumza naye lia. Kuna vitu unavipunguza. Kwa hiyo sio mbaya. Wewe nielekeze mimi, inawezekana nikakusaidia kwenye 1 na 2. Samahani lakini kama nitakuwa nimekukwaza ni kuhusu swala la mahusiano. Ndio? Yani ni mapenzi kwa ujumla. Hivi inatokea wewe mke wako anakuchiti na tuseme labda mtu mliyekuwa naye au mtu wa sehemu moja. Wewe unachukua hatua gani kwa hiyo mtu? Hiyo mfano. Yani ni ushauri kwa mtu mwenye tatizo kama hilo. Una suggest au unashauri achukue hatua gani? Kwa sababu kuna vitu unavifikiria kwamba yani hivi mtu unachukua maamuzi gani? Kwanza ukishakuwa mwanaume. Ukishakuwa mwanaume unatakiwa uwe na kaba. Unajua wanaume tunani. Unajua kaba. Hii sio kila mtu anayo, na hususan wanawake ndo hawana kabisa. Wanaume tunakaba. Alafu issue za kuchiti ama kuchitiwa ni ujue watu wanalichukulia kama ni jambo fulani jepesi, sio unanielewa? Jambo fulani hivi. Yaani kuna jinsi ambavyo wanalichukulia, lakini kuchiti ama kuchitiwa sio jambo jepesi hivi wanavyowaza wao. Kwa nini nakwambia sio jepesi kama wao wanavyofikiria? Kwa sababu unajua kuchitiwa kwako ama kuchiti kwako inategemeana kabisa na mahusiano yako ndani ya familia yako. Unajua kuna watu wanashindwa kuwapa mida yao wanawake zao. Mwanamke anapenda muda.
si unanielewa? Mwanamke anapenda muda. Kuna muda anaweza akachukua hadi muda wako ule ambao wewe unafanya kazi, yeye anaweza akauchukua. Lakini kuna muda lazima utengeneze mazingira wewe kwamba huu ni muda wa kazi, huu ni muda wa hivi, na huu ni muda wa mwanamke wangu, wa mpenzi wangu, wa mke wangu. Si unaelewa? Mpe muda, ukimpa muda anatulia. Kwa hiyo kuna muda wanaume wenyewe wanatengeneza migogoro ndani ya ndoa zao. Yani mwanamke anakuchiti kwa sababu wewe unakosa kumpa muda, haumuheshimishi, haumuheshimu, haumzingatii. Sijui unanielewa? Japokuwa wanawake nao wanatakiwa waelewe, sio kwamba wanaume hawapendi kuwazingatia, sio kwamba wanaume hawapendi kuwaheshimisha. Kwa muda huo mwanaume wako yuko na situation gani? Yaani kama ana kazi au ndo kama hivi unaenda kuangalia mishe. Yaani hiyo ndo shida. Yaani hawaelewi. Wao wanajua ukitoka umetoka unarudi na hela. Kumbe hawajui kuna muda tunaenda huko, tunaenda kupigana Viswahili tu, tunaenda kugongesha tu ili mradi mambo yawe sawa. Lakini ukiachana na yote, nimekupa introduction fupi. Haya yanatokea kwenye mahusiano, lakini kiuhalisia ukiwa mwanaume uwezo ukakaa unagombana kisa swala la kuchitiwa. Hata mara moja. Hata mtu wa mtaani hapa. Mwanaume wa kweli uwezo ukagombana kisa unachitiwa. Hakuna huyo mwanaume. Unanielewa? Hakuna mwanaume anayenyanyua kabisa mkono wake kwa ajili ya kupigana na mwanaume mwenzie kwa sababu ya mwanamke. Hakuna. Wanawake wako wengi brother. Wanawake wako wengi. Angalia hata mke wa ndoa yule, mke wa ndoa. Nimekwambiaje? Ndio maana hayo makosa yanakaa yanasameheka. Kwa sababu ni kuteleza huko. Huko ni kuteleza. Unasamehe kabisa. Nakwambiaje? Ukiona anakushinda si unampa talaka mzee. Kwa nini unafikiri kwani tumeambiwa tu wewe wanne? Vitu kama hivyo usikae unapata stress. Wanawake wako wengi. Wanawake wako wengi mno. Wewe unaenda kupata stress na mtu mmoja ili iweje? Umemuumba wewe yule? Au mama yako yule? Kweli ukubwa dawa. Yani kuna vitu vingine lazima. Kwa hiyo utokaa, yani mimi na utu uzima wangu siwezi kukaa nikagombana kwa sababu ya mwanamke, nikakaa nikapiga makelele kwa sababu ya mwanamke, nikae mimi kabisa nipagae kwa sababu ya mwanamke, haiwezekani. Nimekutana na wanawake mimi ni yani ukizungumzia wanawake nimekutana na wanawake tofauti, Waburushi, Wandengeleko, Wazalamu, Siwazigua, Siwamanyema, wanawake wa kila aina. Ya makabila gani mimi sijatembelea nao bwana. Mimi mpaka hawa familia ya Yesu, watu wa Israeli. Wewe vipi bwana? Wana wa Israeli. Basi nimekutana nao. Nafanya mimi mpaka Ufilipino. Kwa kuna jinsi ambavyo unaangalia tu akili ya mtu. Hivyo vitu vingine visikupe stress. Mimi ngoja nipandishe hivi kwanza, nikaonane na ujamaa ili nione kama vitu vyangu mimi ninavyovitaka vinaweza vikawa sawa. Basi mimi nashukuru hapa kwa sababu gani? Nimegundua wewe ni mjasiri afu mtu mzima kweli una nini umesema? Kaba. Wewe unagombana kisa mwanamke bwana. Kwa sababu mimi nilikuwa namuona tukevyo anapozurura na mkeo, mara na wakuta wapo kwenye baza mbalimbali wamejificha na nini. Sasa nikaona ukevyo, si rafiki yake na nanga huyo. Mbona anakuwa anafanya mambo haya na mkewe? Nimekuja kugundua kumbe wewe moyo unao. Kevo gani? Kevo yule mfupi mwenye midevu yule mwanao yule mfupi nini sio naongoza naye yule. Sio mnafanya kazi sehemu moja. Kevo wewe. Yule anakula sana mkeo. Wewe Kevo atemena ilini Kevo. Wanazurura kila kona. Mbona kila mtu anajua? Muogope Mungu wewe. Uzuri brother wewe ndo kama ulivyosema. Wewe umeona. Sema ukweli. Nimewakuta Buza. Simsingizie mtu. Sema ukweli, wewe umeona. Nimewakuta Buza kwa mara ya kwanza kule Savoy wanakunywa bia. Nimetoka hapo nimekutana nao Gongo la Mboto. Kama unazijua guest za Wewe mimi namba yangu una. Wewe namba yangu unashindwa kunipigia mimi simu. Wewe umeona shiriki, si ndo manake? Mimi na shiriki. Wewe unashiriki wewe unaletea mimi ufisadi, wewe ndo unaleta ukwadi, si ndo manake? Wewe unashindwa kunipigia mimi simu. Yeye unashindwa mimi kunipigia simu. Sasa nao mambo mangapi tunazungumza? Kitu kibaya mimi nikiona nataka nakuelekeza. Tunaongea kama familia, mimi nakuelekeza. Ngoja. Wewe umekuta mara kwanza si Buza. Umekuta Gongo la Mboto. Mbona mimi hujaniambia? Basi nitumie message hata kwenye namba ngeni. Sasa una uvumilivu brother. Hapo tulikuwa bado hatujaongea, hii tumeongea leo. Hii sasa hivi. Wewe tulikuwa bado hatujaongea. Wewe unaona tena wapi?
Umeona tena? Huku mtaani. Ndio nielekeze sasa mimi wapi? Brother bana.